wanafunzi wenzangu, habarini za jioni. Mbele yenu ni mwakilishi wa kidato cha 4 2025 Kazima Sekondari, tukiwa chini ya udhamini mnono wa mama yetu Dafroza Mwampondele. Nimekuja kwa ajili ya kutoa shukrani kwa sisi wa Kristo. Biblia inasema shukruni kwa kila jambo, Zaburi 136. Kwa hiyo ni kweli mama yetu atakuwa na wewe tulipoanza form 1, lakini tunaamini hata huko ulikokuwa wakati ukiombea cheo na Kazima ulikuwa ukiombea. Kwa hiyo tunakushukuru sana kwa upendo wako, lakini pia tunamshukuru Sakibona kwa sababu amekuwa ni mwalimu mmoja hivi, sielewi ni mwelezeaje. Kuna wakati tulimchukia, lakini tunajua anatupenda sana. Kwa baba yetu utusamee kwa pale ambapo tulikuchukia, tukaona kama unatuonea, ulipotuonya tukaona kama unatufanya tukose amani, lakini yote kwa yote sisi ni watoto, tunaomba utusamee. Lakini pia shukrani zangu za dhati napenda kuzileta kwa Sam Kojela. Ana watoto pia, lakini ametuchukulia sisi kama the festival. Kwa hiyo tunamshukuru sana. Discussion zimetusaidia sana. Muda anaotoa ukafanyike sadaka mbele za Mungu, na Mungu akaikumbuke familia yake. Kwa hiyo anatukumbuka sisi katika kutupatia mitihani, basi na yeye watoto wake huko waliko shuleni walimu wakawapatia mitihani vivyo hivyo ili wafaulu vizuri. Shukrani zangu za mwisho nizilete kwa walimu wote ambao hamjakata tamaa pamoja na yote tuliowafanyia. Tumewakosea sana, lakini hamjatazama madhaifu yetu, zaidi mmeendelea kupiga magoti mbele za Mungu na kumwambia Mungu akumbuke hao watoto. Hayo ni machache tunaleta kwenu. Mungu awabariki sana. Nafasi yako mama, kikukosa kwenye maisha, mwanamke unayepambana. Mambo yamefanya eti kiongozi bora, mama napambania haki na malezi bora, nasi hatumuangushi wala kudorora, wanizajipanga eti na eti mkituona mwaona raha mbona, eti mkituona twaona raha mbona. Mola uliyejare mama yangu maga matunge kwa mgeni wa nani, mnawavunja heshima nyi mnawezaje kwani? Siye wetu wakinuna mioyo inakosa mama. Shida na raha tupo nayo, jua na mvua tupo nayo, one division tunayo, iwe kiama tupo nayo. Shida na raha tupo nayo, jua na mvua tupo nayo, one division tunayo. Mwanzo yani these plans wani yetu malengo, these plans tulianzaga kitambo, yani these plans tunazotoka mwanzo, iwe kiama tunayo, shida na raha tunayo, jua na mvua tunayo, one division tunayo, iwe kiama tunayo, shida na raha tunayo, jua na mvua tunayo, one division tunayo. Makamu mkuu wa shule, itifaki hii imezingatiwa. Mimi nina machache sana kulingana na muda. Ninachoamini sisi ni timu ya ushindi. Sisi ni timu ya ushindi. Kwa hiyo nataka niseme jambo la kwanza kwamba nikisema hapa sasa hivi timu ushindi, utasema huko sisi ni washindi, sisi ni washindi, sisi ni washindi. Ikiwa inatoka moyoni, ukiwa unaisikia.
kwamba wakati wa mwisho ndo wakati wa kutengeneza. Kwa tusibweteke na wakati huu ambao tupo mwishoni. Tukaze, tupambane kweli kweli wakati huu wa mwisho. Kwa tupo mwishoni, Kwa tujitahidi sana, tusichoke. Kwa vyovyote, Mwalimu Masumbuko ametoa mifano hapa. Kwa alama yoyote uliyoipata, kwanza uliyepata alama ya juu usiridhike na alama uliyoipata, lakini aliyepata alama ya chini kwanza aamini amepata. Moja, uamini umepata, lakini uhakikishe sasa unapambana, unatoka hapo, na usikate tamaa. Usikate tamaa kabisa. Nikisema uamini, usiikatae kwanza. Unajua wakati mwingine mtu anaweza akaikataa. Utakuwa ukubali kwamba umeipata hiyo. Kwa hiyo ukishakubali kwamba umeipata, utaweza kupambana kutoka hapo na kupanda hatua za juu zaidi. Hilo la pili. Jingine ni swala la kuomba. Tukutana, nimekuwa nikiwakumbusha sana kwamba wakati wa sasa ndo wakati wa kuomba sana, kwa sababu una sababu za kuomba. Kwa hiyo tujitahidi sana, tumshirikishe Mwenyezi Mungu wakati huu, pambane sana. Lakini ukipata fursa, omba pia uombewe. Yaani wakati unapambana mwenyewe kuomba, pale unapopata fursa, omba uombewe. Kwa ni jambo ambalo pia tulichukua wakati huu wa mwisho. Kwa tujitahidi sana, tuweke juhudi, tuombe sana, tupambane kweli kweli. Timu ushindi. Asanteni sana. All you did was press me. So you understand, but now you're my best friend. How could I doubt you? Never think about you. Don't you know nothing is possible without you? Fail without fear, that's why they raised me. Words of men kill, but never face me. It's the wishes that you gave me. But still alive, dear God, I wonder, could you save me? Too much is in me, that I'll be more than fresh living. When I was young, me and my mama had been 17 years old, kicked down the street. But back at the time, I never gonna see your face. And a woman alive that could take my mother's place, suspended from school. Scared to go home, I was a fool with the big boys breaking all the rules. I shed tears with my baby sister. Over the year, we were poor enough to relocate. Endelee. I said, Shakibon, where are you? Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Est-ce que ça bouge? Ça marche? Merci, je suis très content. Chezere, merci. Asante sana. Nashukuru sana kwa nafasi hii makamu mkuu wa shule. Kama ulivyosema kwamba kwa sababu mimi nimekuwa katika nafasi ya malezi kwa upande wenu tangu mkiwa form 2 mwaka juzi, tena mwanzoni kabisa mwezi wa pili mwaka 2023
nimeanza kuwa na jukumu la kuwalea katika swala zima la maadili. Nimeenda mpaka form 3 na sasa mko form 4. Kwa hiyo kwa nafasi ya maisha yenu mliokuwa hapa, nimehusika katika swala zima la maadili. Leo tuko hapa kwa ajili ya kusherehekea ushindi. Unajua tumezoea katika mikusanyiko kama hii baadhi ya mikusanyiko kwamba tukisoma adhabu, lakini leo tumekuja kusherehekea hapa swala zima la ushindi ambao umetokana jinsi tulivyoishi hapa Kazima Sekondari. Kutokana na ufinyu wa muda, basi mimi niende tu moja kwa moja kwamba kwa jinsi tulivyowalea na kama alivyosema makamu mkuu wa shule, kuna wengine mtaendelea vioni, wengine asilimia kubwa nafikiri mtaenda advance. Kwa yale ambayo tumewalea basi muendelee kuwa nayo hayo. Lakini kubwa zaidi kwa sababu tuko hapa kwa ajili ya kushangilia ushindi wa kitaaluma, kwa maana tuna division 1 169 kati ya wanafunzi 200 na kitu kule. Mimi naamini na ndivyo ilivyo, inawezekana tuka improve kabisa zikazidi hivi. Kwa ushahidi ufuatao kwamba huwa inatokea baadhi ya matokeo katika hii mitihani ya kawaida kabla huo mtihani wa taifa kupanda zaidi. Nikitolea mfano mimi mwenyewe mtihani wa moko kidato cha 6 nilikuwa nafikiri na division C2 ya point 11, sikumbuki kama 11 au 12, lakini NECTA nikawa na division 1 ya point hizo ambazo nilizipata. Lakini yupo ndugu yangu ambaye alikuwa kanitangulia tulimaliza kidato cha 6 2005. Yupo ambaye alimaliza kidato cha 6 2004. Yeye mtihani wa moko alipata division 4 ya 18. Unajua 18 ni 4 kwa kidato cha 6. Alipata 4 ya 18. Lakini mtihani wa mwisho wa taifa akapata 1 ya point 8. Hebu angalia hapo. Kwa hiyo sasa kwa nini sisi tusije tukaongeza, yani kwa nini sisi tusiongezee 1 zaidi ya hizo? Huyo possible kwamba zitaongezeka na si kupungua. Twende baba tukacheze. Lakini awali ya yote natambua uwepo wenu, walimu wa madarasa, walimu wa taaluma, walimu wa nidhamu na walimu wengine wote mnaofundisha watoto. Karibuni katika tafrija hii ndogo ambayo mmeiandaa nyinyi wenyewe. Lakini kabla ya kuanza kuzungumza na wanafunzi, mimi nianze na walimu wangu. Ndugu zangu, walimu wangu Kazima Sekondari, kila wakati huwa nazungumza maneno haya nikiwa kwenye vikao na kuendelea na ninyi. Ninashukuru sana kwenda pamoja na mimi. Ninawashukuru mno mno. Ukiona shule inayoshindwa na ambayo haifanyi vizuri ni kwa sababu wameamua kukimbia mwelekeo tofauti. Ikiwa namaanisha kwamba tumeamua kukimbia mwelekeo mmoja. Pengine mngeweza kuwa mnakimbia kusini, mimi nakimbilia kaskazini. Lakini mkasema hapana, tukaenda upande mmoja. Ukiona matokeo ya wanafunzi haya, sio mimi, ni ninyi. Kwa sababu umekubali kwenda pamoja na mimi. Mimi niwashukuru sana, sana sana. Sina cha kuwalipa, lakini namuomba Mwenyezi Mungu na ninawaombea sana. Kwa muda huu mnaopoteza, kazi mnazozifanya kwa hao wanafunzi wetu,
Sina cha kuwalipa, lakini namuomba Mwenyezi Mungu, kila siku napiga magoti kwamba Mungu naomba uwasaidie, Mungu naomba waongezee, kwa sababu kazi mnayoifanya ni zaidi ya wazazi, ni zaidi ya uzazi ulezi. Kuna wazazi wengine wanasema bora mtoto aende shuleni. Mwingine akikaa nao mwezi mmoja atasema shule sisi tunazitafungua lini. Nyinyi mmesimama zaidi ya wazazi kwa nafasi moja au nyingine. Mimi niwashukuru sana ndugu zangu. Sasa hivi mmeamua kuwa pamoja na sisi hapa. Mngeamua kukaa nyumbani mkaendelea na familia zenu, lakini kwa upendo mliokuwa nao umejaa, umefurika, mkaja hapa kuongea na watoto wenu. Mimi ninawashukuru sana ndugu zangu. Sijui nitazungumza neno gani ili mlielewe, lakini fulani nilionayo natamani hata kulia, kwa sababu mmejitoa na mnajitoa. Kila siku nakuja hapa nakutana na walimu wakiendelea kufanya vitu vizuri kwa wanafunzi, na hii tu ni kwa sababu umeamua na tumeamua kwenda mwelekeo mmoja. Nimepoteza muda, pengine wengine angeenda kufundisha tuition, pengine angeenda shambani, pengine angeenda dukani kwake, anajiongezea kipato, lakini mkakubali kuja hapa kupoteza muda kwa ajili ya watoto hawa, watoto wa Kitanzania. Ndugu zangu, Mungu mwenyewe atawalipa. Mungu mwenyewe atawalipa walimu wangu. Mliweza kusikiliza. Mngeamua tu tunawaambia afu mnaacha kusikiliza, nawapongeza kwa sababu Mungu aliwashushia neema ya kusikiliza zaidi. Licha ya kusikiliza na kuyatenda. Na hivi mnavyofanya hivi ndivyo ambavyo hata vizazi vyenu baadaye vitakuwa hivi, vitakuwa vitulivu vya namna hii. Na nawaombea hilo kwa sababu mmeamua kutulia tangu tulipoongea na ninyi. Lakini mmeamua kufanya vizuri. Unajua kufanya vizuri ni wewe mwanafunzi. Mwalimu anaweza kafanya mbinu yoyote ile, lakini ukiamua kusema sitaki, ukisema sitaki na sitaki na sitaki, inawezekana usifanye vizuri. Lakini tunawapongeza kwa sababu mliamua kukubali, mkaamua kukubaliana na sisi tunachokitamani kwenu. Walimu wangu wamezungumza mambo mengi sana hapa. Siwezi kuongezea zaidi ya kuambia kitu kimoja. Kitu cha mwishoni, mwishoni hapa tunakoelekea kwenye mtihani. Wewe mwenyewe jidhatiti kwa Mwenyezi Mungu. Wewe mwenyewe, kila mwalimu amezungumza. Wewe mwenyewe jidhatiti. Shetani anapenda kupiga penye mafanikio. Akiona mnasherekea namna hii, anatafuta sasa mbinu. Mara amwage magonjwa, mara afanye hivi, japo tunayakataa. Na nikishazungumza, nimezungumza na Mungu ameibariki. Hakuna magonjwa. Unachotakiwa kukifanya sasa hivi sasa, endelea na wewe kuomba na Mungu. Yaani mwambie kwa dini yako, mwambie Mungu, nimefika huku mwishoni, usiniache. Nishikilie hivyo hivyo, nipandishe. Nipandishe. Nisiaibike. Mwambie Mungu. Kwa lugha yako unaweza kuzungumza, lakini jidhatiti. Lakini katika makosa achana nayo. Usifanye makosa ya kujificha ficha. Na shetani anapenda kupiga hapo hapo. Unapojificha ni mlango unamkaribisha, na anajiinua hapo hapo anakupiga. Kipindi hiki sio kipindi cha kumkaribia mwanaume kufanya mapenzi, nazungumza wazi. Usijitie najisi. Unatakiwa uwe msafi mpaka unaingia kwenye chumba cha mtihani. Nimeeleweka hapo sasa? Ndio. Tumejitafuta miaka 4 mpaka sasa hivi. Tumejitafuta mpaka sasa hivi ni miaka 4. Tumebakiza siku 20 tuingie kwenye pepa, si ndio Siku 20 hizi ninakuomba ujitunze mwanangu. Jitunze.